Halo, halo. So leo nimeamua nifanye hii kitu nimekuwa nikipanga for long. Hii podcast nimeamua tu nianze tu juu tu ya kuanza. Juu sijui nangoja nini. Nimeingoja for long but wacha tu tuanze tu. Tuanze tu yenyewe tu itajipanga, vitu tu itajipanga tu uko mbele ama ni aje. So hii podcast naona niite tu street chat ama street culture. We unaona aje? Street chat iko tu sawa. Juu mainly itakuwa ina surround hapo kwa streets. Culture hapo streets mainly ni matatu culture. Itakuwa ina surround tu hapo kwa matatu culture. Ikienda outside sana ni bora tu iko within streets. Hizi streets mnajua tu vitu ziko kwa hiyo streets ndio tunataka tuongelee mostly. Lakini mainly most of the time tutakuwa tunaongelea matatu culture. Na nganya hizo vitu tu za nganya. For now acha tu nianze tu nikiwa one man. Huko mbele maybe tutapata maguest manini, watu watakam. Ni hivyo tu itajipa. So leo nitaka niongelee tu nilijipata aje kwa hii matatu culture. Na by the way hata sijakaa sana kwa hii industry. Matatu culture nilijipata hapo ilikuwa 2024, beginning of 2024 I think. Kama si 2024 hiyo Kenya nakumbuka ni hiyo time Oppo Manunda ilikuwa Ngariko. Hapo ndio nilianza kuwa very serious na hii industry ya matatu culture. But kukuwa serious, but the other time nilikuwa tunaisupport but si ile serious. Nimeisupport for long. High school yote nilikuwa napenda matatu. Kitu inanifanyanga napenda matatu by the way ni system hiyo ngoma. By the way hata my biggest dream inakuanga kufunga hiyo ngoma ya matatu culture ni kwa installer fulani anafunga ngoma safi. One day na God atafanya na nitajipata hapo. But for now nimeingia kwa hii content this year. Nani nimeamua niingie kwa content ya matatu ni at least niko na post ya watu matatu culture ndio nipate hiyo niche. Unajua hiyo niche ya matatu culture nataka inisaidie juu niko na brand pia itanisaidia ku market hiyo brand. So that's why sahi niko very very much serious na hii matatu culture ndio at least nijenge label. Hiyo label itanisaidia one day one time ku market hiyo brand yangu yenye najaribu kuitengeneza from scratch. So hii matatu 2024 hapo kitu ilifanya nikaingia hapo deep sana ilikuwa nikajipata niko deep sana kuisupport. Nilikuwa sijui ile tu time nimejoin campus kila kitu tu ina bore like umeboeka tu una kitu ya kufanya. Movies by the way mi hata movies niliacha kuwatch sijui ilikuwa lini. Juu movie naonanga wanatubeba ufala. So hata movies siwatchingi. So hiyo time umeboeka tu una kitu ya kufanya. Mabeshte nao mi by the way friends circle yangu inakuanga ndogo sana. Friends circle yangu inakuanga ndogo by the way. Tangu tu nitoke high school hapo ndo nilijuanga friends come and go bana. Marafiki watakuja na wataenda. Juu by the way ile bond nilikuwa nayo high school, wale mabeshte nilikuwa nao high school sikuwa najua kama one day one time tutakuwa tunakaa hivi hadi umesahau unaambia msee umemaliza 1 month hujamjulia hali. But ni hivyo bana, marafiki ni kudanganyana tu. Kwanza pale high school kitu mimi naweza waambia my schooler, hiyo mbogi ni mnachochana tu after mshamaliza form 4 kila mtu anaenda njia yake. Hakuna cha kusema ati ona mimi hiyo siku ya kukuja clear tunataka tu high gari sijui nini. Hizo zinakuanga porojo. High school hapo kila mtu alikuwa anaenda kukilia peke yake, kila mtu anaenda solo. So hiyo tu inakuanga tu kupass time. Lakini homie ati nini, mi by the way siwezi kuita homie kama atuongei, huwezi ongea my mother tongue kama tutoki same background bana, hatuja grow pamoja na yeye, siwezi kuita homie. That's why friends circle yangu ni ndogo. So nilikuwa hapo tu sina kitu ya kuduni kama hii matatu culture. Acha ni support nione venye itakuwa. Na saa for now imekuwa it's around 2 years. I can't complain.
matatu culture, matatu industry. Kusupport matatu industry ni fun vibaya sana. Hata unaweza uliza watu wako kwa matatu industry watakuambia kusupport matatu culture it's very fun. Like huwezi boeka, huwezi regret. And that thing is ni great tu. Mi hushangaa nikiona watu wana criticize matatu culture, wanasema ati sio ni uncivilized, vitu kama hizo. Wewe kwanza wewe ndio uko uncivilized. Kwanza kitu moja mtu anasema mi siwezi panda matatu, siwezi panda nganya, si matatu, siwezi panda nganya, sijui iko na kelele. Bana mi mtu anaweza niambia shit kama hiyo nisikie ni mtu ako na gari, na si gari tu, gari ya German machine. Gari bana yenye unaweza ona useme hii ni gari. Wewe ndio mtu anaweza niambia mi siwezi panda nganya juu niko na gari yangu, lakini ati siwezi panda nganya nitapanda hizi matatu za kawaida. Hakuna kitu kama hiyo, hizo tu ni nonsense. Watu waache ku-criticize bana hizo. You can imagine matatu culture, hiyo art hizo, like hiyo ni investment mtu ameweka hapo bana. Hiyo ndo mtu ameweka hapo. Watu wasikuanga wana criticize. Mi naonanga watu waki-criticize, nasema watu wengine tu wako tu na chuki. Lakini by the way kuna tu lazima tu mtu atakuwa tu hater. Hata ufanye kitu mzuri aje, lazima tu kuna mtu ata hate. Lazima kuna tu ule mtu anataka kukuadvise. Yani tu lazima tu ndio ujue una proceed forward. Lazima kuna huyo hater, lazima kuna hizo advice mingi. That's why hizo vitu hazifai kukudrag back. Hizo zinafaa kumotivate, zikwambie basi you're doing the right thing. Lakini ukifocus na negativity, by the way mi pia one thing si tolerate ni negativity man. Mi msee yote tu hata uko close na mimi but mindset yako imejaa tu negativity, mi nakucut off tu bana. Hivyo tu like negativity bana, unajua the way you think hivyo tu ndio itakuwa affect. Na ukitembea na mwizi wewe pia utakuwa mwizi. So negativity mi once uko tu like yani uko tu na negative thoughts, mi nakucut off tu mara that. So watu wana criticize matatu culture man, they should hao pia watafute tu kitu yao tu ya kufanya. Kila mtu ako na kitu yake ya kufanya. Hobbies tu, watafute hobbies. Na culture si lazima ati kila mtu anaipenda. Si kama ile culture sijui ya hiyo circumcision FGM. Watu wako wanaipenda wote, ndio maana imetolewa, lakini ikipendwa na watu wengi ina proceed. So hii majority win. Wacha kusema hapo sijui nini unajifanya holy. Man. Matatu culture to the world. By the way, matatu culture unajua inatambulika worldwide. Si tu ati ni Kenya peke yake. Hizo nganya ziupostiwa huko na wazungu, watu like hiyo ishakuwa tourist attraction hapa Kenya. Kwani ni mara ngapi umeona wazungu wakikuja Kenya wanapanda matatu? Si ni mara most. So hao watu wana criticize, but huwezi sema mostly ni millennials, but si millennials wote. Juu pia kuna makadere tu ni millennials. Kuna watu wana support hii matatu culture na ni millennials. Kwani investors Gen Z hapa ni kiasi sana, wengi ni millennials. So kuna watu millennials sijui wanazeeka wakikaa aje, advice mingi. Ni kama tu mtu aanze kuambia ati pombe ni mbaya. Kila mtu kila nyani na stare yake bana, huwezi advise mtu kenye atafanya. Kila mtu anadushita anataka venye anaitaka, bora yake tu haiko affect, wewe wachana nayo. So hizo advice mingi watu wajieke tu, but mi huanga si focus na hizo negative advices. Hizo watu wataongea usiku watalala. Kesho pia like kuongea tu naye ni lazima. Kila mtu ako na mdomo na lazima make sure hiyo mdomo anaifanyia kazi. Ndio pia asipoifanyia kazi, siku moja Mungu atamuuliza, nilikupea mdomo, ulikuwa unafanyia nini hiyo mdomo? So at least wanatafuta kitu watafanya hiyo mdomo ifanye kazi. Ionekane iko active. So mi matatu culture siwezi sema iko na disadvantages, but matatu culture ni kitu tu
kitu unique, kitu poa. Like mi napendanga that vibe yenye umepandanganya. Hata kama maybe umetoka wapi, umetoka Wera, umechoka, unaingia tu Nganya. Like mi kitu hunibamba Nganya ni ukiingia kwa Nganya hautasikia hizo unnecessary conversations. Nganya ni music ni moja, so utasikia hiyo music same. Lakini ukipanda hii gari zingine za kawaida utapata sijui watu wampigiana masimu, wengine wanapiga hapo mastori sijui zinakaa aje. Kwanza upatane na Wakisii ama Wajaluo wanapiga story hadi unasikia ni kama kichwa itabust. So heri tu upande kwa hiyo Nganya yenye iko na music full blast, but ni one, ni moja, ni producer moja. Sio hiyo eti huyu anaongea huku, huyu anaongea huku, hiyo itakuwa noise.